ile nguzo ilikuwa pamoja na wao. Nguzo iliposimama iliwaonyesha twani kituo cha mapumziko, hawatakiwi kutoka, wawepo hapo mpaka hapo nguzo itakapo imesogea. Nguzo ilipotembea na wao walitembea, maana nguzo ndiyo njia, maana hii ndiyo taa, hii ndiyo nuru. Amina, 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 amina. Wanaelekezwa na Mungu kwamba hawatakiwi kuondoka hivi hivi, lazima kuwepo kitu cha kuwaelekeza, kitu cha kuangalia. Wale wasafiri wanaosafiri kwa njia za maji, pande wa boti, wale madereva wa boti huwa wanategemea nyota, ndizo zinazowaongoza kwamba hii nyota imesimama wapi, na hii nyota inamaanisha nini, na hapa tulipo tumepotea. Kwa hiyo yule dereva wa boti anaangalia nyota, ndiye kiongozi wake. Sasa watu hao waliongozwa na nguzo ya moto, na hii nguzo wakati mwingine ilikuwa mbele yao, wakati mwingine ilikuwa nyuma yao. Kama maadui walitokea nyuma yao, ile nguzo ilikuja kuziwia maadui wasiweze kupita, maana hapa kuna moto na hakuna wezaye kuukanyaga moto akiwa na uona. Yupo wezaye kuukanyaga moto? Hakuna wezaye kuukanyaga moto. Kwa hiyo nguzo iliposhuka ya moto, maadui wakiwa nyuma, Israeli wakiwa mbele, lazima hao maadui walisimama. Huo moto mbona umetuziwia? Ikiwa walikatisha kona, ile nguzo ilisimama ikawaziwia maadui. Israeli wanaendelea kutembea, wanaendelea kutembea, ndivyo walivyotembea. Lakini bado kile kitabu cha Kutoka nacho tena 14:19 kwamba malaika wa Bwana aliwatangulia, alikuwa mbele yao. Kumbe ile nguzo ya moto, na bado mbele yake tena alikuwepo malaika aliyewatangulia, aliyenyosha njia, aliyesafisha njia. Ni sawa na msafara wa rais, wako watu wanaotangulia mbele kusafisha njia. Ni msafara wa mkuu wa mkoa, lazima kuna mtu atakayetangulia kwanza, mtu maalum, njia kuisafisha, kutoa taarifa. Magari mengine yapaki pembeni, mkuu wa mkoa anapita, waziri anapita, rais anapita, nani anapita. Alimradi ni kwamba ni mkuu katika hii nchi, lazima kuwepo utangulizi wa kusafisha njia. Sasa kumbe na Israeli wakiwa wanasafiri, malaika alitangulia kunyosha mapito, kunyosha njia, maana liko taifa la Mungu, maana liko jeshi la Mungu inatarajia kupita mahali hapo. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Usijione mpweke, usijione peke yako. Mungu mko naye. Amina, amina. Mungu mko naye, usijione peke yako. Usijione kwamba yani umeachwa. Unajua mwanadamu anapokuwa amepatwa na hayo, watu wanatoa nabii nyingi. Mimi nimesikia hata jamii hao waaminio unabii walitoa. Kwani mchungaji anaweza akapatwa na hili jambo? Mchungaji huyu naye anakosea, Mungu acha mpige. Nikasema ni sawa, nikipigwa na baba bado utanirehemu. Si sawa? Kwani mama ukimchapa mtoto anakususa moja kwa moja? Haiki mtoto tena. Akipita mama hauitiki, akipita baba hauitiki. Pamoja na kuchapwa, bado atasema huyu ni baba, huyu ni mama. Na mimi kama nimechapwa na Mungu, bado ni Mungu wangu tu, hawezi kubadilika, ataendelea kuitwa Mungu. Ametoa majibu, lakini bado anaendelea kuitwa Mungu tu siku zote. Shida yako haiwezi kusimama kwamba siitwe Mungu, wala tabu yako wala kelele zako hazitamkataza kuitwa Mungu. Hata ulie machozi ya namna gani, anaendelea kuitwa Mungu. Yaani wakati wewe unalia, wengine wana sherehe. Hapa wanazika, hapa wanapenda hongera. Amezaka mtoto gani? Kakiu. Oh, wow. Ninyi mnaomboleza. Hapa wanazika, wengine wanasema, "Yeah, jamaa kapata jiko."
Alhamdulillah kabisa, jiko zuri kweli, tena matata